Lishe bora na mazoezi, maji safi, mwanga wa jua, hewa safi, pumziko na imani kwa Mungu, tumaini kwa afya. Lishe bora, twende wote. Lishe bora na mazoezi, maji safi, mwanga wa jua, hewa safi, pumziko na imani kwa Mungu, tumaini kwa afya yako, ni tumaini kwa afya yako. Je, unajua kwamba duniani kuna vitu 7 tu vinavyoweza kupimwa? Ulikuwa unajua hilo? Naona wengi walikuwa hawafahamu. Una project yako ya kujenga nyumba na umepewa chaguzi mbili. Moja, ufyatue matofali yako mwenyewe au uchukue matofali kutoka kwenye nyumba ya mtu, labda anauza nyumba yake. Unaambiwa bana, sasa hii nyumba mimi nauza, wewe bomoa, uchukue matofali, uchukue na bati, ukajengee nyumba yako. Nikauliza swali, wewe utachagua option gani? Haya, watakao fyatua matofali upya? Haya, tushushe mikono. Haya, watakaoenda kubomoa nyumba iliyokwisha jengwa ili wachukue matofali kujengea nyumba yao, nione mkono. Mbona hakuna hata mmoja? Maisha ya wanyama wanaokula nyama. Hawa wanaitwa feline species, ni jamii ya paka. Wamo simba, paka wa nyumbani, yumo chui. Hawa wanyama wala nyama. Moja ya sifa yao kubwa ni kwamba wana maisha mafupi kuliko wanyama wanaokula majani. Angalia hilo jedwali, inawezekana usilione kwa karibu sana, lakini angalia, kuna mnyama, chakula anachokula na urefu wa maisha yake. Haya, kobe anakula majani, kitaalamu tunaita ni herbivora, anaishi miaka 150. Tembo anakula majani, uko polini anaweza kuishi miaka 70. Sungura anakula majani, anaishi miaka 4. Huyu kuna sababu. Unajua ukiwa mdogo polini unaonewa sana. Kwa hiyo sungura wanamuonea sana, analiwa na wanyama wengine. Sasa twende hapo chini, unamuona chui, ni carnivora, anaishi miaka 13 tu. Lakini tushuke chini kwa chimpanzee, sokwe mtu, anakula majani na tulimuona anakula mimea, matunda, anaishi miaka 45 na ni mnyama. Hana hospitali, hana daktari kwamba atampa tiba, kwa chakula tu. Sasa wanyama wala nyama, ukiachana na ufupi wa maisha, imegundulika magonjwa mengi ambayo sasa hivi yanaisumbua hata wizara yetu ya afya yanawapata wanyama wanaokula nyama. Hiyo research ilifanyika, wanasema kwamba wanyama wanaokula nyama wanapata magonjwa ya figo kwa kiwango kikubwa, na 80% ya vifo vinavyotokana na paka au wanyama jamii ya paka kama paka tunaofuga nyumbani ni kwa sababu ya magonjwa ya figo. Vile vile wale wanyama wanaojiishi wenyewe kama chui, simba na jamii yao, nao lazima wana aina fulani ya magonjwa ya figo. Sasa tunaambiwa kwa sababu hao wanyama wanakula sana protini inayotokana na wanyama, tafiti zimeonyesha kwamba chakula chenye protini nyingi inayotokana na wanyama huwa kinaipa figo kazi kubwa ya kuchuja zile sumu. Unajua figo ndio inayochuja sumu, na hasa protini, kwa sababu ina amonia na vitu vingine, huwa haina njia nyingine nzuri ya kutoka zaidi ya mkojo. Mkojo na njia kubwa sawa ya chakula, lakini sana sana inapochujwa kwenye figo ndipo damu yote inachujwa. Kwa hiyo sumu zote zinapopita kwenye figo inasababisha vile vidude vya figo vifanye kazi kupita kiasi. Tunaita kitaalamu glomerular hyperfiltration, na hii inapunguza ufanisi wa figo. Unashangani kwa nini leo dialysis zimeongezeka? Nimekwisha kupa jibu. Kwa ujumla,
Ukiachana na hiyo changamoto ya kuumiza figo, chakula cha protini inayotokana na wanyama, kwa sababu wanyama, tunapokula nyama huwa tunachemsha, ina mifupa, si ndio Mifupa ile huwa ina calcium na phosphate. Maana mifupa yetu ni calcium na phosphate combined. Sasa ulaji wa nyama sana unasababisha mtu apate kiwango kikubwa cha phosphate kwenye mwili. Hii high intake ya phosphate inakubalika kwa ujumla kwamba ndiyo inayopelekea watu kuzeeka haraka na kuwa na maisha mafupi, accelerated aging and shortened lifespan. Kwa hiyo kiangalia wale wanaoishi zaidi duniani tunaziita blue zones, maeneo ambayo wanadamu wanaishi zaidi ya miaka 100, yapo 5 duniani. Ninataka nikupe mfano kutoka ili eneo la Romalinda. Hii ni research haikufanywa na Wasabato, lakini walisema jamii ya Waadventista wa Sabato wanaoishi California wanaishi miaka 10 zaidi ya Waamerika wengine, kwa sababu wanachukua mlo wao moja kwa moja kama ulivyoandikwa kwenye Biblia, tena ule wa mimea, sio nyama. It's a vegan diet of leaf greens. Alafu pia wanakula karanga na jamii ya mikunde, marage hayo na kadhalika. Lakini kingine, wanaitambua Sabato, na kwa hiyo huwa wanapumzika kila wiki masaa 24. Na anasema Waadventista wengi katika maeneo hayo huwa wanafikisha umri wa miaka 90, lakini bado wakiwa na uwezo wa kufanya kazi nyingine. Sasa ulaji wa wanyama ulianzia wapi? Mama Ellen G. White anasema hata kabla ya gharika wanadamu walikuwa wamekwisha anza kuvuka mipaka ya tamaa zao na kula nyama. Na Mungu alipoleta gharika duniani, tunaona ndipo aliporuhusu watu kula nyama, kwamba wanyama wote watakuwa chakula chenu. Sasa angalia huo mstari mwekundu unatenganisha urefu wa maisha kabla ya gharika na urefu wa maisha baada ya gharika. Nyama iliporuhusiwa ndipo umri wa watu ulipopungua kutoka miaka 900 mpaka miaka 120. Na Mungu kwa wema wake alipolichagua taifa la Israeli ili aweze kuwatakasa na kuwafanya watakatifu, Mungu aliwanyima nyama makusudi kwa kiasi kikubwa. Lakini wanadamu wenyewe wakafanyaje? Wakakinai chakula Mungu alichokuwa anawapatia, wakataka wale nyama, wakaona ni heri wawe watumwa lakini wale nyama. Niliwahi kukutana na mtu mmoja akaniambia, kama kula nguruwe ni dhambi, mi bora nisiende mbinguni. Kumbe shida ya kula nyama ni wengi tunakula nyama kwa sababu ya tamaa. Mfumo wa umeng'enyaji wa wanadamu unafanana na mfumo wa umeng'enyaji wa wanyama wanaokula majani. Kwa hiyo tunaambiwa mtu kwa sasa anakula vyakula vya mimea na nyama, lakini mfumo wa umeng'enyaji wao unaonesha kwamba huko zamani watu walikuwa wanakula vyakula vya majani pekee. Hizo ni tafiti za watu wasiomjua Mungu. Sasa Biblia inatuambia nini? Usiwe mmoja wa walafi wenye kupenda nyama. Kula nyama kama hakuna chakula kingine chakula. Kula nyama kama hauna alternative nyingine ya chakula. Maana hata Biblia imesema msiwe walafi wenye kupenda nini? Kwa nini isiseme msiwe walafi wenye kupenda matunda? Kwa sababu matunda ni mazuri. Wengi wanasema sasa vitamin B12 tunaipata wapi? Nakwambia kwamba kama unaambiwa mpaka uipate kwa wanyama, wao wanyama wanaitoa wapi? Si wanakula mimea? Sasa tafiti zinaonyesha kwamba sasa hivi vitamin B12 inapatikana hata kwenye mimea, mwani wa kijani, almond milk, coconut milk, na baadhi ya bakteria pamoja na mimea ya soya inaweza kumsaidia mwanadamu kupata nyama.